Jana ulikuwa unalia nini? Na mkaka mmoja alikuwa ananitongoza, ni mkaka mkubwa sana. Ni hilo tu? Ndiyo mama. Wewe bado hujakuwa? Ndiyo, bado sijakuwa. Ndiyo mama, bado sijakuwa. Aya, toka hapa, toka. Aya, toka hapa. Na mwana nyope ntwao na mwana chupi uniwala nanga kagulu uniwala nanga na mwana nyope ntwao na mwana Niwaambie mziki mwingine. Mnaujua, mnaupenda? Ndio. Haya, nikilewa ni aje msela. Sasa mimi rafiki zangu nataka niwaambieni kitu. Wewe mjomba. Wewe upoje? Mimi si niko na marafiki zangu tu hapa na enjoy nao. Vipi mjomba? Una enjoy nao? Mbona unapenda kunizalilisha mjomba? Wewe upoje? Ndio uko bwana. Leo umefuata nini hapa mdogo? Amefuata nini? Wewe unaona unayofanya ni mazuri hapa? Haya, mimi ninavyoyaona ni mazuri, ananifaa na marafiki zangu. Ngoja wanangu, tufanye kitu kimoja sawa? Ndio. Wewe hapa mjomba, mimi ananilocha. Kwa hapa tufanye twende nyumbani kule tukaenjoy, tukapike tule na mambo mengine yafuate, sawa? Ndio. Kwa hiyo tunatoka na muziki au tunatoka hivi hivi? Na muziki. Unataka muziki? Ndio. Haya, nikilewa sitakijasiwe. Ni aje msela. Nikilewa ni aje msela. Wewe mbona kufa wingi hapo, uchengili mikono sione au munitaki? Nikilewa ni aje msela. Nikilewa cheza zamani mlikuwa mnajua? Sadakalawe. Amina. Mwenye kukosa akose, mwenye kupata apate. Hiyo. Nikilewa ni aje msela. Nikilewa safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu, yeah. Safari ya maumivu, watu wanasafiri, wanakumbana na vita kwenye hii safari. Za jioni mdogo wangu. Salama, shikamoo. Marhaba, jambo. Unatoka wapi? Nilikuwa tuition, nikaamua nije niwasalimie. Asante kwa kuja kunisalimia. Leta daftari nione kama unajua kusoma. Kumbe unajua kusoma wewe? Au unapendelewa? Sawa, jitahidi mdogo wangu, unajua sana kusoma. Sawa? Aya, asante. Sawa, ila ni jioni. Nenda nyumbani. Umesikia utakuja kesho? Sawa. Sawa. Safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu. Kweli dunia da, walimwengu ni shujaa, watu wanatumia pesa kipato chao kuwanyanyasa wenzao. Wewe bwana vipi, mbona tunagongana? Kwani huoni? Wewe niache bana. Mimi nimepagea ujue. Mimi mwanangu kila siku ananilia anataka kitambaa. Kuhusu hilo usijali, tuondoke. Tuondoke twende wapi? Kwenye duka la vitambaa.
Unakwenda wapi? Tumefika. Wewe nakuaje wewe? Unanipekaje kwenye duka la mifuko hivi? Usijali, ingia ndani ujionee. Welcome Abo Mix Shop. Jisikie mko nyumbani. Msemaje hapo? Kwani hujafika shule? Mimi mwenyewe sijamuelewa. Twende hivyo hivyo. Je, unatambua kuna kuvaa na kustiri mwili? Karibu katika ulimwengu wa kuvaa na sio kujistiri mwili. Abo Mix Shop anahakikisha unapendeza, iwe wakubwa ama watoto. Pia kwa wale wenye uhitaji wa vifaa vya cherehani vinapatikana hapa. Unaweza kuwasiliana naye Abo Mix Shop kupitia namba 06 16 66 82 20 au kwa namba ya WhatsApp unaweza kumpata kwa 06 25 76 82 20. Abo Mix Shop ndio habari ya mjini. Kupendeza ndio fahari yako. Shemu lake huyo. Leo nimekutana shemu lake. Utaniambia nini wewe? Asante Mungu. Leo nimekutana shemeji yako. Shemu, mbona furaha kwa? Hamna, sema nini shemu? Katika siku ambazo nina furaha ni leo. Yaani dunia mzima wanajua kwamba mimi leo nina furaha. Sasa furaha ya nini? Sema nini shemu? Ngoja nikuelekeze kitu kimoja. Mumeo namdai 500,000. Alishawahi kukuelekeza? Ndio. Naye yule mbea kweli yule. Sasa sikia. Mimi nataka tufanye kitu kimoja. Ile 500,000 ambayo namdai mumeo, nataka nilale na wewe usiku huu mmoja. Alafu ile hela nisamee, tufanye tumemaliza. Mbona simple tu, mara hii moja tu shemu. Mara moja nakwambia. Haki ya Mungu. Shemu, taongea wewe. Naangalia watu wanatumia pesa kipato chao kuwanyanyasa wenzao. Ukistajabu ya Firauni utashangaa ya Musa. Watu wanatembea na wake za watu kulipiza deni lao. Watu wanateswa duniani jamani, watu wanavisa duniani jamani. Watu wamepinda, wamechoka na maisha yao, wana vingi moyoni. We mwenyekiti, yaani kumbe upo huku. Nimekuangalia sana kule nyuma, nikajua upo nyuma, haupo. Kumbe upo huku. Acha kukalisha mwili wewe. Hivi una shida gani wewe? Yaani mchana kweupe unakaa unajilalisha hapa. Wewe mzee, ndio ufanye mazoezi saa hizi. Habari yako bwana? salama, vipi unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Vipi wewe? Tupo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa mwenyekiti bana, tusipoteze muda. Mimi nimekuja hapa, kuna swala linanisumbua sana. Mimi sasa hivi nimeamua bora tuitishe kikao. Wananchi wote tukutane tuzungumze. Na bila kukosa wewe mwenyekiti, natakiwa uwepo kwenye hicho kikao. Jumbe, mimi nimekuelewa unachokizungumza. Jumbe, isije wakawa naitisha kikao hali ya kwamba hauna mazungumzo ya msingi. Mimi sikukatalii hicho kikao unachokizungumzia. Sasa nikakuelekeza itisha kikao, ila lazima uwe na hoja za msingi. Sije baadaye kuongea vitu ambavyo sivyo.
Mjumbe, uelewe maana ya kikao. Hoja ya msingi ipo hivi. Kwa mfano, ingekuwa wewe, yaani ungejisikiaje? Yaani mtu anakukosa panga, anakufukuza na mapanga matukio kila siku, watu hawaniheshimu, alafu katika watu ambao ni wanaongoza kuto kuniheshimu pamoja na familia yenu, wale ndugu zako wale hawana heshima na mimi. Sasa mimi nakwambia hili sitolikalia kimya, sitokubali uongozi wangu ni utumie ovyo. Si unanielewa? Yaani hapa nachotaka tukazungumze hili swala ili tupatiane maana zaidi, tujue tunafanya vipi. Mimi nadharaulika bana, mimi nishachoka. Basi sawa mjumbe, nimekuelewa. Itisha kikao tena, upite mitaani kabisa. Huo unapiga tangazo ili watu tukutane tuzungumzie hicho kikao. Kwa hiyo mimi niseme hilo limeisha. Fanya hivyo. Basi sawa, mimi sina mengi, ni hilo tu, ila nakusisitiza mara ya mwisho mwenyekiti, bila kukosa ufike kwenye hicho kikao. So tunakutana watu, wewe haujafika, tutakuja kushikana mwilini. Mimi nakwambia hilo halina shida mjumbe, hilo halina shida. Sawa, haina shida. Mimi naondoka hivi, maana sina hoja nyingine zaidi ya hiyo. Haya, sawa, karibu. Ndio mjumbe mmoja anasema watu wamheshimu, atakuwa kwamba mwenyewe hana heshima yote. Itanatoa nini? Wae kwenye kikao bana, wae kwenye kikao. Mimi sitokei kabisa. Mimi niache mambo yangu ya kufanya hapa eti kisa niende kwenye kikao na mambo yenyewe ndo kama hayo tena. Yaani tu hapa. Mimi nitoa tu kwenye muda hapa. Kuta ni zika sasa hosi, ngoja nipumzike. Angu wako. Hivi kumondoka Safi, mambo vipi jamaa? Fresh kama kawa? Fresh uhakika. Vipi? Sasa mjomba, huu mguu mwanangu ulikuwa anakuja kwako. Kuna biashara nataka nikuzie shamba langu ile mpaka na nyumba yangu. Unauza bei gani? Nyumba nauza 3,000,000, shamba 2,000,000 tu. 5 tu kamili naisha hivi. 5,000,000? Yeah. Okay, sasa mimi nimekuelewa. Lakini katika hiyo 5,000,000 basi unajua kuna serikali zile kulipia, sijui unalipia hati ardhi, sijui nini, hivyo vitu viko vingi sana. Kwa hiyo basi wewe unapunguza bei. Sasa mjomba, hilo hapo linaisha kwangu mimi. Na hapa tu hata 100,000 tunamaliza. Mimi nimekuelewa. Na hapa kuna harakati na ziwai. Kwa hiyo kati ya kesho ama kesho kutwa nitakutafuta ili tuweze kufanya hiyo business, sawa? Ila uhakika? Uhakika mwanangu. Sinangushe basi nda. Basi poa. Unajua weekend tukaenjoy. Mimi mwenyewe unanijua kazi zangu. Nakubali fresh hivi. Poa, mna noma mjomba. Safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu. Kweli dunia da, walimwengu ni shujaa. Oya, Niambie mwanangu. Mwanangu vipi? Fresh kabisa. Wewe mwanangu. Kikulacho kipo mongoni mwako, kikulacho kipo mongoni mwako, rafiki yako ndiye adui yako. We unacheka naye, unakula naye, kumbe mwenzako anaona gelelelele. Ya Mwanangu, unajua nini? We ngome nakudai. Ngome? Ya Ni ukweli yani, ngome anadai 500,000. Anakudai 500,000. Ya. Ndo maana sasa jana nimemkuta ngome amesimama na mkeo. Unajua anamwambia vipi? Anamwambia itaka kafanya naye mapenzi siku hii, siku moja, kwa ajili deni lako kwako alifute. Acha masiala mwanangu. Ndo hivyo, mimi kama bahari tu, sikai na uchafu mimi.
shakupa madini, zingatia. Safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu. Kweli dunia da, walimwengu ni shujaa. Watu wanatumia pesa kipato chao kuwanyanyasa wenzao. Ukistajabu ya Firauni utashangaa ya Musa. Watu wanatembea na wake za watu kulipiza deni lao. Watu wanateswa dunia.